Mambo vipi? Ni mimi Mr. Funguka. Leo nipo hapa kufunguka na wewe siri 10 usizozijua zilizomo ndani ya ndoa. Zingatia maneno haya ya hekima 10 kabla hujachukua uamuzi wote wa kuingia kwenye ndoa. Zingatia hekima ya 8. Trust me, hautojutia. Kabla ya kuendelea, usiache kubonyeza neno subscribe. Hii ni Funguka na Mem TV. Siri ya kwanza unayotakiwa uifahamu kuhusiana na ndoa, kila unayemuoa au kuolewa ana udhaifu wake. Tambua ya kwamba hakuna aliyekamilika. Kila binadamu ana madhaifu, ana changamoto zake, ana tabia zake. Namba 2, unayemuoa au kuolewa hakosi historia yake mbaya. Yaani nakwambiaje, kama hakuna binadamu ambaye sio mkamilifu, basi tambua ya kwamba huko nyuma alishafanya mistakes. Yaani alifanya makosa mengi sana. Alishafanya dhambi nyingi sana, pengine za kuonekana ama zisizoonekana. Kuna vijitabia ambavyo vilikuwa vinamtesa kwa awali. Hivyo unavyoingia kwenye ndoa, maana yake mtakuwa mwili mmoja, mtakuwa karibu sana kutambuana. Utakuja kuziona tabia ambazo yeye alikuwa anazificha kwa watu, alafu wewe utakuja kuziona. Namba 3, kila ndoa ina changamoto zake. Kama ilivyo, ukiishi na wazazi hamkosi misuguano, ukiishi na wadogo zako hamkosi misuguano, ukiishi na rafiki yako sana umkubalie, hamkosi misuguano. Changamoto zinatokea kwenye ndoa. Changamoto ya kwanza, kuna kupanda na kushuka kwenye maisha. Itambue wazi, utakapoingia kwenye ndoa, ina maana uwe tayari kukabiliana na masuala ya kiuchumi, mara kukosa kazi na kufanya hivi. Kuna changamoto za uzazi, changamoto za nini. Ndio zile changamoto ambazo wewe unakumbana nazo kwenye maisha. Kuna siku umepata, leo umekosa. Vitu hivyo vitakuja kutokea endapo ukiingia kwenye ndoa mkiwa wawili, si mwili mmoja bwana. Ina maana changamoto zenu mtakuwa mna share. Upo hapo, sikiliza, bado hujanielewa. Tukutane sehemu hii ya 4. Siri ya 4 ni kwamba kila ndoa ina riziki yake. Ndoa zote haziwezi kuwa sawa kiuchumi. Sijui umenipata? Ndio. Kuta wanaopata kwenye ndoa, kuna wanaotengeneza pesa kwenye ndoa, kuna ambao maisha yao ni safi, ila kuna wale ambao changamoto huwa haziishi. Kuna ile, unajua, kuna vitu tu havitakuwa sawa. Kwa hiyo kuna ndoa zitakuwa zinatofautiana. Kuna ndoa ambayo imebarikiwa hivi vitu hivi, kuna ndoa zimebarikiwa, kuna ndoa imebarikiwa utajiri, kuna ndoa zimebarikiwa watoto wengi. Vitu kama hivyo yani havikosekani. Kwa upendo unapoamua kuingia kwenye ndoa, utakuja kukutana na baadhi ya vitu hivi. Namba 5, zingatia siri hii ya 5. Hakuna ndoa iliyokamilika kwa kila kitu. Yaani sio kwamba ukiingia kwenye ndoa utapata kila kitu ulichokuwa unakitegemea. Upo hapo. Bado hujasema. Nisikilize. Siri namba 6, huwezi kupangiwa mtu kamili unayemtaka. Umesema huwezi kupangiwa mtu kamili unayemtaka. Yaani utakapofanya maamuzi ya kuingia kwenye ndoa, mara nyingi utajikuta watu wengi huingia kwenye ndoa na watu ambao hawakutegemea kama wangeingia nao kwenye ndoa. Watu ambao yani hawakuwahi kuwaota kipindi chao cha ujana kwamba mimi nitakuja kuingia na mtu kama huyo kwenye ndoa. Kwa sababu gani? Yule mtu ambaye alikuwa anamuexpect kuja kumuoa, alikuwa anamtegemea kuja kumuoa, anakuja kugundua kwamba hawezi kuingiliana naye, yani hawezi kuwa na chemistry. Sasa ile kama umeshagundua hamwezi kuwa na chemistry ya kuingia kwenye ndoa, yani unakuta mko mbalimbali sana kihisia, kimawazo. Kwa unajikuta unaenda kumfuata mtu ambaye anakupenda, anakusikiliza, yani ambaye mna kitu sawa. Sasa unakuta ni yule mtu ambaye wewe hajawahi kukushawishi. Huwezi kupangia mtu kamili unayemtaka, ila atokaye kwa Mungu ndiye atakaye kuja. Ukifosi ndio mwisho wa siku talaka. Namba 7, ndoa ni njia yenye giza. Yaani njia ambayo huwezi kujua nini kilichopo mbele yako. Inahitaji akili ya kutulia na kumtanguliza Mwenyezi Mungu hivi awe mwanga wa njia zako. Kwa hiyo njia hii ya ndoa, utakapoingia tu kuanza safari yake, please, maombi ni kitu muhimu sana. Mweke Mungu mbele, kwa sababu ukimweka Mungu mbele ndio itafanyika mwanga kwenye njia hii yenye giza.
Namba 8, ndoa sio mkataba wa muda. Yaani usizani kwamba ni mahusiano tu yale ya uchuma umetulia. Ndoa ni mkataba wa kudumu. Unapoingia kuzifunga pingu, zikaitwa pingu za maisha. Endapo ikatokea binadamu akauvunja, trust me, unakaribisha mikosi, laana. Ni bora usiolewe kabisa kuliko kujiingiza kwenye ndoa na ukachomoka kwenye ndoa. Ni bora usioe wala kuolewa. Nisikilize kwa makini. Ni bora usioe wala kuolewa. Upo. Bado yasema. Namba 9, kila ndoa inahitaji kujitolea kwa moyo safi kuifanya idumu. Ndio, hapa tunaongelea kujishusha. Kuna kipindi hautohitaji kutumia mabavu. Kuna kipindi hautohitaji kutumia kamdomo. Kuna kipindi hautohitaji kujifanya wewe ndo bora kuzidi mwenzako. Kuna kipindi hautohitaji wewe kujionyesha kwamba mimi na mood. Itahitaji umsikilize. Hauhitaji masikio yote tu yawe kwako tu wewe kila mara wewe unasikilizwa wewe tu. Ndoa ni masikilizano, uvumilivu, kuna moja mbili tatu za kuweka sawa. Ugomvi kuna muda suluhisho lake ni kujishusha. Kuna kipindi utahitajika kujitoa kweli kweli ili kuifanya ndoa yako idumu, kupambana. Kuna madeni, kuna madini, kuna mavitu ya kuendeshwa na pesa huko. Kuna muda utatakiwa upambane kweli kweli ili kufanya ndoa yako iende. Kuna changamoto za ndugu, utatakiwa upambane nazo, yaani ile kusuluhisha ile migogoro kuifanya ndoa yako iende. Na namba 10, kuingia kwenye ndoa ina maana kwamba umefanya uamuzi sahihi wa kuachana na tamaa zote za ujana na kujiachia, zile zote za kujiachia starehe, kujiachia kwenye mambo ya starehe, kuwa na wapenzi tofauti. Sasa umeamua kutulia. Sasa we tulia, usikaribishe mikosi. Endapo ukarudia tabia zote za ujana wakati ingali upo kwenye ndoa, trust me, utakuja kuiona ndoa ni chungu mno. Ndio, hii ni sauti ya Mr. Funguka. Kama unatamani kuniona, ni follow pale Instagram, Mr. Funguka. Na kama unatamani kuziona video zetu kila siku, basi nenda ka subscribe pale Funguka na Mimi TV. TikTok ni Funguka na Mimi, Facebook ni Funguka na Mimi, Instagram ni Funguka na Mimi. Tukutane.